Sasa tutajuaje kumtofautisha mganga na mshirikina? Mtu yoyote ambaye anaweza kutumia mimea, miti shamba kwa utaratibu ambao hauna kumshirikisha Mwenyezi Mungu, huyo anaweza kuitwa mganga, lakini sio mshirikina. Umekuwa unaumwa tumbo, akwambia chukua dawa kachemshe unywe bila masharti yoyote. Lakini ikija kinyume chake, hata kama itakuwa ule mti unatibu, nikupe mfano. Anakwambia bwana, ni hivi, dawa yako leo utakwenda kuoga juu ya kaburi. Au anakwambia ili tuweze kujua namna ya kuweza kutibu, naomba jina la mama yako, sio la baba yako. Naomba uniletee kucha, nywele za kichwani, niletee sijui kadha, vitu ambavyo vinatokana na wewe. Tiba za kisheria haziko hivyo. Tutamwita huyu ni mganga wa kishirikina. Kuna mstari mdogo sana, usipoangalia unaweza ukachanganya mambo. Haiwezekani dawa ya kukutibu mtu akakwambia nataka nijue kwanza mtoto wako wa kwanza anaitwa nani. Hata kwenye vyombo hivi vya habari kuna mwongozo uliwekwa na uko wazi kabisa. Sheria ya huduma ya vyombo vya habari ya mwaka 2016 inakataza uchapishaji na hata utangazaji wa vitendo ambavyo vinaashiria ushirikina. Kwa hiyo maudhui ambayo yanahusiana na uchawi na kuleta hofu kwenye jamii, serikali imekataza kupitia sheria hii ambayo TCRA wao ndo wanasimamia.